So, hello cousins. Leo ningependa kusimulia, niko na ka story naweza taka kushare with you people. So, story iko hivi. The umuhimu, yani chenye kinataka nisimulie hii hadithi, nataka kila mtu ajifunze kuwa kidole kimoja hakiwezi vunja chawa. We need to help each other. We need the other person. So, wewe mwenye unajiona like unaweza juu have made it in life, hujaweza juu kesho yako hujui, and you have a long way to go. So, story iko hivi. Kulikuwa na mchawi mmoja katika kijiji kimoja. Huyo mchawi kazi yake ilikuwa akiona tu mtoto wa mtu akienda kuamka kidogo, tuseme hata labda huyo mtoto amekuja kusoma, amekuwa anaelewa masomo, hiyo nyota anazima. Akiona mtu amenunua baiskeli kwa kijiji, anazima. Gari anamuua. Yani like kijiji mzima ikakuwa hakuna maendeleo yoyote, kijiji mzima ikakaa ni kama iko na giza, ni kama imejaa giza. Najua kila mtu anaelewa hivi. Yeah, juu hizi ni it's like something that is happening almost everywhere. Ni kama kitu kina happen kila mahali by the way. Siku hizi wachawi wamejaajaa, watu wako na roho mbaya, watu wako na wivu. Watu hawataki kuona wengine wakiinuka. Ile hali kuna kitu kimoja anasahau. Hata wao ni mabinadamu, wanahitaji watu na hawajiwezi. So, ikakuwa hivyo tu, kijiji mzima ikakuwa hakuna mtu anaweza saidia mwingine, hakuna mtu anaweza inua mwingine. Iko hapo tu kijiji kimenyamaza, umaskini tu, yeye na uchawi zake tu, ni kuangalia mwenye anainuka agonge. Mwenye anainuka agonge. So, ikakuwa kwa kijiji mzima si hata gari hakuna. And one day, the mchawi mwenyewe akakuwa mgonjwa. Kijiji mzima hakuna, alafu tena sasa the fact that kijiji mzima haija develop ni kumaanisha hata barabara ni bovu. Hakuna mtu hata mmoja ako na kagari, hakuna hata duthi, hakuna kitu yoyote yenye inaweza beba mtu ati transport ya mtu mgonjwa. So, huyo mchawi si lazima hitaji gari, lazima hitaji hata kama ni hiyo duthi yawekelewa bebe. The whole village hakukuwa na gari inaweza mbeba. And so what happened? Huyo mchawi alikufa juu ya ugonjwa. Na ni ugonjwa ungetibiwa ni venye tu hangeweza kufika hospitali juu hakukuwa na means ya kumfikisha hospitali. What are we supposed to learn from that story? Mimi na wewe tunafaa kujifunza nini? Wewe mwenye unaona ni kama sasa umefika, unaona kuinua mwenzako ni kama utapoteza, hapa utumii vizuri. Huyo mwenzako unaweza muinua saa hii na wewe siku moja ukakuja ukapoteza hapo mahali yuko, na juu ulikuwa ushamuinua, akakuinua juu kukumbuka venye na ulimuinua. Ukikosa kumuinua ile siku yenye wewe utaaguka, utainuliwa na nani wewe? Kubafu. Inua neni? A candle is nothing lighting another candle. Kado itaipoteza chochote juu kulight another kado. Siku hizi mko na roho mbaya sana watu. Yani like unaona kuinua mwingine utaki, like unaona like you are meant to stay there. Unafaa kukaa huko juu, na wenzako wanafaa kukaa huko chini wakule shida. Yaani mtu uko na akili kidogo sana. Inua neni? Kama venye nimeanzia na kuwaambia, kidole kimoja kitaivunja chawa. Lazima vidole zikanishwe ndio zivunje chawa. So, hata mwili mzima, parts za mwili haziwezi fanya kazi kama hazina zingine. Zinafaa zikooperate, zinafaa zishikane ndio zifanye kazi. Na ndio mwili uitwe mwili, na ndio mwili uweze kufanya chenye unataka kufanya. Tuache kujipenda tafadhali, alafu tena tusaidiane tafadhali. It's all that. Siko majina yangu ni Famous Maria, and please subscribe to my YouTube channel. Bye bye.